Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wa studio hii ambayo niko hapa live, ninakuletea habari njema za Yesu Kristo, na kila mara nakuletea ujumbe unahusu kuzaliwa mara ya pili. Mtanzania mwenzangu, huu ujumbe usiupuuze, kwa sababu ninajua kwamba bila kuzaliwa mara ya pili utapotea. Kwa sababu hiyo unamhitaji Yesu sana kuliko hela, kuliko mavazi ulionayo, kuliko nyumba ulizonazo. Unahitaji kumpa Yesu maisha yako ili upate kuwa salama. Nimeendesha vipindi hivi vya kuzaliwa mara ya pili. Nimekuwa na kipindi ambacho kimehusu habari za hasara. Nimezungumza hasara za kutokuzaliwa mara ya pili, na nimezungumza sana nikasema ikiwa hautazaliwa mara ya pili, manake shetani atakuwa ni halali yake wewe uambatane naye kwenda motoni. Lakini aliyekuwa ameshtakiwa au aliyehukumiwa kwenda motoni, nimesema ni shetani, wala sio mwanadamu. Mwanadamu alishapata neema kupitia Kristo ya wokovu. Na leo ninao ujumbe mfupi unasema baraka zinazoambatana na kuzaliwa mara ya pili. Ziko baraka zinazoambatana na kuzaliwa mara ya pili. Yaani unapokubali kumpa Yesu maisha yako, ziko baraka unazozipata. Ninapozungumza baraka, ninamaanisha nini? Tunaposema baraka, tunamaanisha, unajua neno baraka manake ni neno linasema kibali. Kibali ambacho Mungu anatoa kwa mwanadamu kiroho baada ya kuamini. Unapokuwa umeamua kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ziko baraka ambazo unazipata. Yaani huwi mtumwa, bali unakuwa na baraka zote za kiroho ambazo Mungu anakubariki nazo. Na hizi zinapatikana kwenye Biblia katika kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 1 mstari ule wa 3 pale. Unaposoma utapata maelekezo. Hebu mzee wa kanisa tusomee pale. Basi nitasoma Efeso sura ya 1 mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amen. Tunapozungumza neno baraka, tunazungumza neno kibali. Watu wengi wanaokoka, lakini mtazamo yao ya kuokoka hawajui kama ni kweli ameokoka. Wanahisi wana vitu vimeibiwa, wana maisha yao labda bado yametekwa, labda bado wana laana fulani, labda bado wengine wanaita nyota zimeibiwa. Lakini nataka niseme tu kwamba unapozaliwa mara ya pili au unapokubali kumpa Yesu maisha, manake unapokea baraka zote za kiroho. Yaani kwenye ulimwengu wa roho Mungu hakuhesabii hatia. Unafunguliwa kutoka kwenye vifungo vya giza, unaanza kumiliki ulimwengu wa roho. Yaani Mungu anakubariki na utukufu wake. Anakubariki na kukupa ofisi. Kwa lugha nyingine ningeweza kusema kiti cha enzi tunaamini kiko mbinguni. Ndivyo ilivyo. Kiti cha enzi kiko mbinguni. Lakini unapokubali kumpa Yesu maisha, manake unafanyika mwenye mamlaka ya kimbingu. Yaani mbingu zinahamia kwenye maisha yako. Mbingu zinahamia kwenye maisha yako. Wewe unakuwa na mamlaka dhidi ya ulimwengu wa roho ambao Mungu anakupa wewe kuutawala. Nisikilize. Unapokea baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa roho. Lakini pia kumbuka, ulimwengu wa roho una viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Na viumbe hivyo ni viumbe ambavyo mumkini vinakutesa hata wewe kwenye maisha yako. Lakini kupitia Yesu Kristo, unapompokea Yesu, unapata cheo cha juu kuliko viumbe vyote. Nisikilize nikwambie. Unapompata Yesu, unakuwa na cheo kikubwa cha mwisho ambacho Mungu anakuachia wewe kutawala ulimwengu wa roho. Nisikilize vizuri. Yesu Kristo alipofufuka, alifunua mamlaka ya juu kupitia jina lake, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, ili wewe sasa upate kutajirishwa kutawala vitu hivyo kupitia mamlaka ya jina lake. Ninataka nikusomee maandiko katika Biblia ile Efeso sura ya 1 mstari wa 18 mpaka mstari ule wa 23. Tuone Yesu anafunua nini kwenye maisha ya mwanadamu anayemwamini. Karibu msomaji. Efeso sura ya 1 mstari wa 18
Nitasoma kama ilivyoandikwa. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndio mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Amen. Sikilize ndugu msikilizaji, Yesu Kristo alipofufuka alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake, na alivitiisha kwa ajili ya kanisa. Yaani wote wanaompokea Yesu wanakuwa na mamlaka ya juu kuliko viumbe vyote, kuliko chochote katika ulimwengu wa roho. Nisikilize nikwambie, unajua ziko falme mbili zimepishana, uko ufalme wa giza na uko ufalme wa Mungu aliye hai. Nisikilize nikwambie, ufalme wa Mungu ni ufalme ambao mwanadamu anapompata Yesu anakuwa na mamlaka ya juu zaidi. Lakini pia anapompokea Yesu hahitaji kisaidizi ili apande cheo. Hahitaji visaidizi ili awe na mamlaka. Yaani anahitaji tu jina Yesu Kristo. Unapompata Yesu, jina hili linageuza utu wako ghafla, unakuwa na mamlaka ya kiungu. Nisikiliza nikwambie, wanaotumikia ufalme wa giza ni watu ambao wanateseka sana. Ukiangalia maisha yao, wakati fulani wanatoa kafara ili wafanikiwe. Wengine wanakunywa damu za watu ili wapande cheo cha kiroho. Yaani kwenye ulimwengu wa roho watu wanatafuta vitu viunganishi fulani. Wanatafuta uchawi, wanatafuta wanywe damu za watu ili wapande cheo. Lakini wengine haitoshi, wanakula nyama za watu ili wapande vyeo vya kiroho. Lakini mimi nazungumza habari za Yesu. Hawa watu ambao wanakula nyama za watu, wanakula vitu vya ajabu, wanakula vitu vya ajabu. Yaani nataka nikwambie, wanakula vitu vya ajabu na haviwasaidii na wala sio vya kudumu. Lakini Yesu Kristo ni wa kudumu. Nisikiliza nikwambie, uchawi sio kitu cha biashara, hakiwezi kukusaidia. Yesu Kristo unapompata unakuwa na mamlaka ya juu zaidi, maana jina lake limepita majina yote. Na kama limepita majina yote, manake unapompata Yesu unapata kile cheo cha juu kabisa ambacho Mungu anakupa cha kifalme. Nisikilize, wote wanaompokea Yesu wanapokea baraka zote za kiroho na wanapokea mamlaka kuu juu ya kila chenye sauti kwenye maisha. Unajua viko vitu vina sauti, vinaongea. Hebu niambie ndugu yangu hapa, mzee Joseph. No. Wako watu wanateseka. Ndio. Wanatafuta majina. Wanatafuta heshima. Naam. Hebu jaribu kueleza wasikilizaji. Kutafuta heshima, kutafuta majina kwa njia zinazomchukiza Mungu ni kujitafutia laana ya baadaye. Unapata heshima kwa muda mfupi, lakini mwisho wa siku inapotea. Tumesikia mifano ya watu wengi wamejiunga na Freemason, wakapata heshima, wakapata vyeo, wakavuma kiutajiri, lakini wakafa vibaya. Kwa hiyo si jambo zuri kutafuta heshima au cheo au nafasi kwa kufanya ukatili, kwa kuua, kwa kujivika vitu vya hovyo. Hususan wengine wanaua mpaka wanachinja albino wa watu ili wapate cheo, ili nyota zao zing'are. Hebu eleza hilo. Hii ni laana kwa sababu unapomuua mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ni unamtukana Mungu. Unajifanya wewe ni mbabe kwa huyu Mungu aliyemuumba. Ni sawasawa na wewe baba unayefanya hivyo, atokee mtu mtaani amuue mtoto wako, wewe utajisikiaje? Kwa mfano, basi ndivyo Mungu anavyojisikia pale unapofanya ukatili kwa watu au kwa viumbe alivyoviumba. Kwa wanadamu aliyowaumba, unawapeleka kwa waganga wafe ili wewe uinuliwe, unawadhalilisha, unakata viungo vyao, unawaloga, lengo upate heshima. Sasa hiyo heshima ni ya muda mfupi, inakupeleka jehanamu. Ndugu zangu wasikilizaji, nisikilize nikwambie,
Unapokubaliana na visaidizi vya kutafutiza uchawi na uganga ili upande cheo, unapoteza muda. Unapompata Yesu unapata cheo cha juu na unakuwa na mamlaka katika kila chenye sauti. Cheo kitakufuata kwa kumpokea Yesu. Jamani, haleluya. Amen. Cheo kitakufuata kwa sababu umempokea Yesu. Wengi mna cheo lakini mnahangaika, mnafikiri kuna vitu vya kusaidia ili cheo chako kikae. Sikiliza, mwenye kuleta cheo ni Yesu Kristo. Unapompata Yesu, hata kiti hicho unachokikalia kwenye kazi unayofanya kinakuwa na mamlaka ya Mungu. Nisikilize, unapompata Yesu na unapopata hizi baraka za kiroho. Ninapozungumza neno baraka za kiroho, ninamaanisha kwamba hauwi mtumwa wa Ibilisi, ila Ibilisi anakuwa chini yako. Nisikilize, Ibilisi, mapepo, mizimu, wachawi, waganga wanakuwa chini yako. Wewe unakuwa na mamlaka. Nisikilize nikwambie, na kila unachopata kinakuwa chini yako. Utajiri, cheo, mali, madaraka, vyote vinakuwa chini yako, maana wewe unakuwa na mamlaka ya kiungu, maana unakuwa kiroho. Wewe ndiye mkuu, yani vitu vinatakiwa vikuheshimu wewe, sio wewe vitetemekee vitu. Vitu vinakuwa chini ya miguu yako, sio wewe vitu vikutetemeshe. Manake wewe unakuwa mtawala. Unapompokea Yesu, Yesu analeta baraka za kiroho kwenye maisha yako, na kisha unakuwa na mamlaka ya juu zaidi ya kutawala kila chenye kutawalika kwenye mwili wa damu na mwili. Na ndio maana Yesu anapofunua katika maandiko anazungumza, anasema alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa ambalo ndio mwili wake. Ndugu msikilizaji, kumpata Yesu ni kupata utajiri kwanza wa rohoni. Nikushauri niseme, kubali kumpata Yesu ili utajirishwe rohoni. Mambo ya mwilini yatakufuata tu, maana Yesu alishavitiisha vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Ndani yake wewe unapompata Yesu, unayenisikiliza, Yesu atafanyika baraka kwenye maisha yako. Ninapomalizia kipindi changu niseme tu kwamba mpe Yesu maisha. Usikubali kukaa hivi hivi bila Yesu. Hayo maisha unayoyaishi unashindwa kujiamini. Tuna watu wajiamini, hawajiamini, ndio maana wanaenda kwa waganga kwa sababu ya kutokujiamini. Yani hajiamini hivyo, anatafuta visaidizi. Umepata kamtaji kadogo mpaka utafute mganga, umepata kacheo kidogo mpaka utafute mganga. Nataka nikwambie hivi, Ukristo ni imani bora zaidi kuliko imani zote duniani. Ziko dini 10 zinaaminika duniani, lakini Ukristo ni imani bora kuliko imani zote, kwa sababu mwenye imani hii alikufa na kufufuka na yu hai kwa ajili yetu, na tunapomhubiri vitu vinajipa. Injili inalipa, ndugu yangu. Ni kweli kabisa, na inalipa sana. Kwa kweli Yesu ni mwema. Amen. Ni mwema. Ninapomalizia ujumbe huu niseme tu, nikutajie namba za simu, wewe ambaye uko mbali, wale ambao mnatupata kule Mozambiki, kule Msumbiji, na wale ndugu zetu ambao mnatupata kutoka Uganda, na wale ndugu zetu ambao mko Kongo na maeneo mengine ya mikoa ya Tanzania. Popote unapotupata kwa njia ya YouTube na njia ya Facebook, ni kutangazie tu namba zetu za simu kwamba ni 0765166174. Nitarudia, ni 0765166174. Nikukaribisha sana kwenye kanisa letu la TAG Pasiasi hapa Mwanza. Tunapatikana Mwanza mjini kabisa, hapa ndani ya jiji. Ni kutajia na namba pia za mzee wetu wa kanisa. Karibu sana mzee Jose. Naam, namba ni 0768133470. Nitarudia tena, 0768133470. Narudia mara ya mwisho, 0768133470.
470. Karibu sana Pastor Siju, utazidi kujifunza. Biblia inasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Mnadanganywa, mnaibiwa fedha zenu mnazitoa kwa ajili ya mafuta ya upako, chumvi ya upako, vitambaa vya upako. Hivyo vitu vyote ni vya kawaida sana, ambavyo vilitumika hata enzi za mazingaombwe kwenye ushirikina. Wewe ni mwanadamu wa hali ya juu. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Ndio maana ana uwezo mkubwa wa kiungu. Ndege zimetengenezwa na mwanadamu, meli zinatengenezwa na wanadamu, vitu vikubwa vimetengenezwa na mwanadamu ambavyo haviwezi kutengenezwa na kiumbe kingine. Hii ni kuonyesha namna gani Mungu amempa mwanadamu uwezo mkubwa. Ndio maana anaumba vitu, magorofa makubwa, madaraja makubwa, magari, vitu vingi vimefanywa kwa akili ya mwanadamu iliyotokana na uwezo wa Mungu. Alafu wewe unaamini kwamba vitambaa vitakuponya, mafuta yatakuponya na viambatanishi vingine. Huo ni ushirikina, ndio yale mazingaombo ya zamani. Karibu sana Pastor Siju, utazidi kupata mafundisho kama haya na yatakuweka huru, na utakuwa huru kweli kweli. Vifungo vingi ulivyo navyo vimetokana na kutokuijua kweli. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki, tutakutana wakati mwingine. Amen.